Baada ya video yetu ambayo ilikuwa ikielezea hali ilivyo nchini Tanzania katika upatikanaji wa dawa za kufubaza makali ya virusi vya ukimwi, na katika video hiyo pia tulielezea takwimu zinavyoonyesha hali ya maambukizi nchini ambazo zimeonyesha kwamba wanawake wapo juu katika kuwa na maambukizi mengi ya ugonjwa huu wa ukimwi kuliko wanaume. Na baada ya takwimu hizo kuonesha hivyo katika video yetu, zimeibua maswali mengi. Je, ni kwa nini wanawake wao kuwa na maambukizi zaidi kuliko wanaume? Baada ya taarifa hiyo na maswali mengi, mijadala mingi kuibuka, imefanya niweze kuona kwamba kuna uhitaji wa kujuzana sababu ambazo zinachangia wanawake kuwa na maambukizi zaidi kuliko wanaume, ili tuweze kufahamu namna ya kuchukua tahadhari zaidi kutokana na ongezeko hilo la maambukizi kwa wanawake kuliko wanaume. Nitakutajia sababu hizo 5 ambazo ndizo husababisha wanawake kuwa na maambukizi zaidi kuliko wanaume. Nikumbushe tu, ili kuendelea kupata elimu hizi, subscribe channel yetu, gusa neno subscribe hapa chini, kisha weka alama ya kengele ili uweze kuwa karibu zaidi na habari nyingi zinapotoka kwa wakati. Katika tafiti ambazo zimefanyika maeneo mbalimbali duniani kuweza kuzigundua njia za maambukizi ya virusi hivyo vya ukimwi, tendo la kujamiana limeonekana kuwa na mchango mkubwa zaidi kuliko sababu ama njia nyingine zote. Hivyo basi, kutokea hapo naweza kukutajia sababu ya kwanza ya wanawake kuwa na idadi kubwa ya maambukizi kuliko wanaume. Via vya uzazi vya mwanamke vina eneo kubwa ambalo linashiriki katika mapenzi kuliko via vya uzazi vya mwanaume. Ukuta wa ndani wa mwanamke ni mlaini na ni rahisi sana kupata mikwaruzo ambayo kwayo ndipo virusi vya ukimwi vinavyoweza kupenya na kuingia katika mfumo wa mwili wa mwanamke. Na pia ukumbuke, upande wa mwanaume huweza kumwambukiza mwanamke si kwa mikwaruzo tu, bali hata kupitia manii ambayo anaweza kuyaweka katika mfumo wa uzazi ama via vya uzazi vya mwanamke. Manii hayo yana uwezo wa kuwa na virusi vya ukimwi, hivyo ni rahisi kutoa maambukizi kwa mwanamke. Katika sababu ya pili ni tamaduni zetu za Kiafrika, ambapo wanawake hawana kauli, hivyo hata wakati wa tendo mwanamke anashindwa kutoa ushauri ama kuweza kusimamia matumizi ya kinga, na badala yake mwanaume, kwa sababu ndio mwenye kauli, huamua tu hata kama hajatumia kinga huweza kufanya tendo bila kumshirikisha mwanamke ama kuweza kufanya maamuzi ikiwemo kupima virusi vya ukimwi kabla ya kushiriki tendo na mwanaume yoyote. Hivyo mwanamke atashindwa kufanya maamuzi hayo kulingana na usawa wa kijinsia ambao upo katika jamii yetu, ambao unafanya wanawake wengi kupata maambukizi kupitia kitendo hicho. Mwanamke kushindwa kusimamia haki yake ya kujua hali ya kiafya ya mpenzi wake kabla ya kushiriki tendo, ambapo hufanya tendo bila yeye kutoa ushauri, bila yeye kusimamia. Hata kama ana wasiwasi, atashindwa kueleza kabla ya tendo waweze kuchukua tahadhari, ikiwemo matumizi ya kinga ama kupima. Hivyo kupitia njia hiyo maambukizi huwa mengi kwa wanawake kuliko kwa wanaume. Na sababu nyingine ni sababu ya kiuchumi, ambapo tafiti zinaonyesha kuna ongezeko kubwa la wimbi la wanawake ambao wanapopata changamoto za kiuchumi huingia katika ushawishi wa kufanya tendo la kimapenzi na watu mbalimbali ili kuweza kutimiza mahitaji yao ya kiuchumi, ambapo wengine pia hujiingiza kabisa katika biashara haramu ya ngono, ambapo kupitia huko idadi inaonyesha wanawake wengi ambao wanajishughulisha na shughuli hizo
huingia katika matatizo ya kupata maambukizi hayo ya virusi vya ukimwi. Sababu nyingine ya 4 ni tafiti pia zinaonyesha vitendo mbalimbali vya unyanyasaji wa kijinsia huweza kuchangia wanawake kuwa na maambukizi mengi zaidi, ikiwemo vitendo vya ubakaji ambavyo wanawake hufosiwa katika maeneo mbalimbali. Na pia tafiti zinaonyesha vitendo vya ubakaji vinafanyika sana kwa wanawake hata vile ambavyo havijaripotiwa, hivyo huweza kuchangia kwa kiasi kikubwa wanawake kupata maambukizi kuliko wanaume. Na sababu ya mwisho pia ambayo huweka mchango katika hili ni mila na desturi za Kiafrika, ikiwemo ukeketaji, lakini pia ndoa za umri mdogo ambazo wanawake wengi huolewa wakiwa hawana uzoefu na pia hawana elimu, ama pia baadhi ya tamaduni wanawake kutokupelekwa shule kabisa, kitu ambacho huweza kuwasababisha wao kuwa ama kukosa elimu kabisa juu ya kuweza kujisimamia katika afya zao. Endelea kuwa nasi, tutakujuza taarifa kama hizi na elimu mbalimbali za kiafya zinapotoka kwa wakati, ama tembelea video zetu nyingine ambazo tumeshakwisha kutoa elimu mbalimbali. Subscribe to channel yetu, gusa neno subscribe hapa chini kisha weka alama ya kengele kwa habari zaidi.